Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la pili, kipindi cha Kwaresima, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Mika sura ya 7 aya 14 hadi ya 15, aya 18 hadi ya 20. Na injili inatoka kwa mwinjili Luka sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 3, aya 11 hadi ya 32. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia Yesu wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu wakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanaye mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote. Lakini hujanipa mimi mwana-mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vitu vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana.
Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji, tuweze kutafakari injili tuliyokwisha kuisikia hivi punde. Leo tunaalikwa tutafakari Baba mwenye huruma anatusubiri tumrudie kwa hiari yetu wenyewe. Injili tuliyoisikia hivi punde ilijulikana kwa jina la mwana mpotevu, lakini kwa habari ya kupotea ni watoto wawili, wote walipotea, ambapo mdogo alijitenga na baba yake na kaka yake akaenda mbali. Tena mkubwa naye aliposikia mdogo wake amerudi, naye alijitenga na baba yake na mdogo wake. Hivyo hawa wana wote ni wapotevu. Jina zuri la injili lafaa kuwa Baba mwenye huruma. Hakika ni Baba mwenye huruma, kwani anawakaribisha wote nyumbani wanapoamua kujitenga naye. Kabla ya simulizi ya Baba mwenye huruma, inatanguliwa na maneno ya Injili ya Luka sura ya 15 aya ya 1 hadi ya 3, ambapo Mafarisayo na waandishi wanamnung'unikia Yesu kwa sababu anawakaribisha wenye dhambi na anakula na wenye dhambi. Uhusiano wa mfano wa Baba mwenye huruma na hizo lawama alizopewa Yesu uko hivi: watoza ushuru na wadhambi ndio wanaowakilishwa na mwana mpotevu katika mfano. Mafarisayo na waandishi, ambao kwa hakika walijihesabia haki, wanawakilishwa na mtoto wa kwanza katika mfano. Yesu ni sura ya Mungu asiyeonekana, ambaye ametufunulia kuwa Mungu ni Baba mwenye huruma. Mpendwa msikilizaji, hebu tutafakari juu ya hawa wahusika wakuu watatu, baba na wanawe wawili. Makosa ya mtoto mdogo. 1. Kuomba urithi baba yake akiwa hai. Huku ni kuomba baba yake afe, yaani hapendi kuongozwa na baba yake. Nasi tuchunguze maisha yetu na tuangalie mienendo yetu kama inaaksi kuwa tu watoto wa Mungu au la. Kosa la pili la mtoto mdogo ni kwenda mbali na nyumbani kwao, ni kukataa kabisa kuwa karibu na baba yake, ni kukataa mashauri ya baba yake. Nasi je, tunaongozwa na amri za Mungu na za kanisa? Hatujamkimbia Mungu na kanisa lake na kukimbilia njia za mkato tukitafuta uponyaji, utajiri na mafanikio mengine, au kwa kutenda dhambi? Tujifunze nini kwa mtoto mdogo? Cha kwanza, kutambua dhambi zetu. Cha pili, kujutia dhambi zetu. Cha tatu, kukusudia kuacha dhambi kama mwana mpotevu alivyoachana na kazi ya kulisha nguruwe. Nasi tunapaswa kuachana na miundombinu ya dhambi zetu. Cha nne, kuungama dhambi. Tusisite kuijongea sakramenti ya kitubio, ambapo dhambi zetu zinaondolewa na kurudishiwa hadhi ile tuliyoipoteza kwa dhambi. Cha tano, kupokea maondoleo ya dhambi, na cha sita ni kutimiza malipizi. Tuangalie makosa ya mtoto mkubwa. Kosa la kwanza ni kujihesabia haki. Anajiona mwema kwa sababu daima anafuata sheria na taratibu zote, lakini anasahau kuwa na huruma na upendo kwa wengine. Hii inatuhusu sisi tunaojiona watakatifu na hatufanyi bidii katika ufuasi na kuishia kwa hukumu wengine kuwa ni wadhambi sana. Kosa la pili la mtoto mkubwa, anamkataa mdogo wake. Anamwambia baba yake kuwa mwana wako aliyekula vitu vyako, hasemi mdogo wangu. Nasi mara kadhaa tumejitenga na Wakristo wenzetu, ndugu zetu, majirani zetu na hata marafiki zetu kwa kukataa kuwasamehe. Kwa Mkristo, msamaha ni lazima. Ndiyo maana kwenye sala ya Baba yetu tunasali, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Tena Yesu anasisitiza akisema, mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe makosa yenu.
Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 14 hadi 15. Upendo na huruma ya baba kwa mtoto mdogo. Mpendwa msikilizaji, hebu tutafakari. Baba mtu mzima anamkimbilia mwanaye mdogo. Haogopi jamii itamuonaje akiwa anakimbia, tena anahatarisha maisha yake. Huyo baba katika kukimbia kwake angeweza hata kuanguka. Kwake kikubwa ni upendo na huruma kwa mwanaye na kumrudishia hadhi aliyopoteza. Ndivyo nasi Yesu anavyotusubiri kwenda kwenye kitubio kupitia mawakili wake, mapadre na maaskofu, ili atuondolee dhambi na kuturudishia hadhi tuliyoipoteza. Upendo wa baba katika uhuru. Baba aliheshimu uhuru wa mtoto mdogo, ambapo alikubali kupoteza nusu ya mali yake aliyoipata kwa nguvu, mateso na maumivu. Na sisi wa Kristo, Mungu ametupatia hazina ambazo hatukuzifanyia kazi kupitia sakramenti ya ubatizo na sakramenti nyingine. Ameweka mikononi mwetu kulingana na mipango yake kwa ajili yetu, hazina nyingi za neema ambazo Kristo alizipata kwa ajili yetu katika upendo wake kwetu. Anatupatia mtaji mkubwa. Wakati huo huo anaheshimu uhuru wetu wa kuchagua, ili aweze kugundua upendo wake katika uhuru aliyotupatia. Hakika tupo huru. Hivyo basi, tuna hatari ya kupoteza mali tulizopewa kama yule mtoto mdogo, kwa kuvunja amri za Mungu na za kanisa, kwa kuwayawaya, kwa kukataa kuongozwa na dhamira na kutafuta majibu mepesi kwenye matatizo yetu, kwenye imani nyingine. Kikubwa tukigundua ya kwamba tumepuyanga na kujutia dhambi zetu, hakika tunapoenda kwenye sakramenti ya kitubio tunakutana na Yesu anayetuondolea dhambi kupitia mawakili wake, yaani mapadre na maaskofu. Upendo na huruma kwa mtoto mkubwa. Baba anamwendea pia kijana mkubwa na kumuomba waende wakasherekee pamoja na mdogo wake aliyerudi nyumbani. Nasi tufurahie na tuwashauri wenzetu waweze kurudi kwa Mungu na kanisa lake. Mpendwa msikilizaji, Yesu anatufundisha vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza, huruma ya Mungu haina mipaka. Cha pili, upendo wa Mungu kwa wadhambi. Cha tatu, Baba wa mbinguni anatusubiri turudi kwa hiari yetu kama ishara ya imani katika upendo wake. Mpendwa msikilizaji, hebu tutafakari Injili ya leo inayotupatia fursa ya kufahamu upendo na huruma ya Mungu kwetu sisi wa dhambi. Injili inatupatia changamoto kutafakari maisha yetu na hivyo kutambua dhambi zetu na kurudi kwa Mungu kwa toba ya kweli na kuungama. Wakati huo huo kuonyesha upendo na huruma kwa wale wanaotukosea na wanaohitaji upendo na huruma yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Franklin Stefano Magacha wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!